Mambo. Maskini mzee wa watu amemwacha peke yake humo ndani asubuhi yote hii. Mzee, mimi ni Taira. Akili zangu waga haziko sawa. Afu waga naokotaga makopo. Nimekuja humu ndani mwenu kuokota makopo. Lakini mzee wa watu sijui ni bubu, sijui ni kiziwi, maana muda wote namwongelesha hata anijibu. Usikute huyo mzee bubu huyo. Ngoja niende zangu kule nyuma nizunguke nikatafute makopo. Mzee nyimpo mapacha eh? Manake kule nje nimemwona mtu kama wewe. Naingia humu ndani namkuta mtu kama nilomwona kule nje. Nyinyi mtakuwepo mpo mapacha. Wewe. Unashangaa nini sasa? Umeona jini au? Mama yupo? Shangazi hayupo, kaenda kwenye kikao. Afadhali binamu. Nimechoka kukaa ndani. Sogea tukaa. Kiongozi, umeniita? Ndio nimekuita Kasongo. Elezi yangu hapa ina vibrate. Hii ni kumaanisha kwamba yule mwalimu ambaye tulikuwa tukimtafuta siku zote basi kaonekana. Sasa basi, dhamira mimi kukuita hapa haraka haraka ili nikuagize wewe uende ukaifanye hii kazi. Maana wewe ndo nimekuona mtu ambaye unaweza kupatikana kwa haraka. Nilitaka nimtume Doli, lakini Doli kuna pahala kaenda. Nikisema nimngojee mpaka akafike hapa, kisha nimwagiza kaifanye hiyo kazi, muda utakuwa umeenda. Na kuna uwezekano mkubwa mwalimu tukamkosa. Kwa hivyo basi, nikataka ukifika nikuagize uende haraka iwezekanavyo. Halafu na sisi tukishamaliza hii kazi ambayo tunaifanya kwa sasa, tutakuja nyuma yako kukusaidia. Umenielewa Kasongo? Ndio. Nitatoboa kwa kiongozi. Mimi leo sijajiandaa na hayo mambo. Nipo mapumziko. Wewe, nimekwambia hapa usije kukaa. Mama yako kaniambia hautakiwi kutoka nje hata mara moja. Maana kanisimulia kila kitu. Kwamba umeenda kwa mganga kienyeji, mumepewa dawa na kile chumba ambacho wewe unakaa wamezungushia dawa kila sehemu. Utakiwi kutoka utaona na wachawi. Umetoka nje muda kufanya nini hapa? Binamu na wewe. Hivi wachawi wanaga kazi za kufanya. Muda wote wananienda mimi tu. Kwanza ukuta tayari umeshanisahau na wanikumbuki tena yani. Utaona ananiambia vitu mimi muda wote nikae ndani. Kwanza niko ndani mchezo. Nimechoka kwa ndani kama utumbo. Alafu chengine mimi sio kama naenda mbali. Mimi siendi mbali. Mimi nataka tu nikae na wewe hapo. Sasa unaponiambia sisi nitoke niende ndani, mimi nimechoka bwana. Jana nimekaa ndani siku nzima, yani kama vile nimekaa mwaka. Unadhani uko ndani mchezo? Na hili joto. Au ukizingatia mtu kama mimi ambaye nishazoea kutoka nje kwenda kupiga story na mashoga zangu. Bwana mimi nachosha. Nataka nipunge kwa Mungu kidogo. Naomba nisikize kwa makini Halima. Hewa ya Mungu kila sehemu ipo. Nenda ndani, nitampigia simu mama yako sasa hivi. Usiletee matatizo. Ushaanza. Bwana mimi nakuja. Wewe nitakuzibua. Kasongo, hilo nalijua. Na ndio maana nimekuambieje, wewe nenda. Kama kitatokea chochote, sisi tutakuwa nyuma yako kwa ajili ya kukusaidia. Umenielewa? Shika haraka hii ilizi.
Najua utaleta kipengele kingine cha kwamba upajui. Lakini ukishachukua hii hirizi yangu, itakuongoza mpaka sehemu anapopatikana huyo madam. Fanya hivyo sasa hivi, haraka haraka Kasongo. Unaona ninavyofanya kazi eh? Haya, ondoka. Usinikasitishe nitakupasua. Usitake nijipizie mibao yangu sasa hivi hapa. Nimekuambia nenda ndani. Nitampigia simu sasa hivi. Ndio nani mimi nanikila ili unajifanya bounce? Unajifanya bondia, si ndio? Aya kaa sasa wewe tuone ufaidike hapa. Kione kwanza. Kwanza upo kwetu. Bwana sikia, Kobe mwenyewe ana kwao. Nenda ndani. Nitampigia simu sasa hivi. Usinichukize. Kifupi. Utajua mwenyewe. Kenge nini? Mtu mbea kama nini? Ushaambiwa usitoke nje, watakuona wachawi. Mtu bishi kama nini? Utakuletea matatizo mimi hapa. Mwisho wa siku nirudishwe nyumbani. Nimekuja mjini ku relax kidogo, nipunguze nini azaza kijijini huko. Utakuletea matatizo hapa. Tu wengine bwana. Nini tena? Nimeacha kutetemeka. Aya. Basi tushamkosa tena, itakuwa tena kajificha. Mzee, hata hivyo sinishangae. Maana pacha yako kule nje nimeshamwambia kama mimi mwokota makopo. Kwa hiyo nimekuja humu ndani kutafuta makopo. Ngoja niendelee na kazi yangu. Wewe. Waambia wapuuzi wenzio, hiyo michezo yenu mkaichezee viwanja vingine, sio hapa kwangu. Halafu na mjukuu wangu ninataka mumrudishe leo kabla hajafika saa 1 jioni. Mzee, mbona hayo mambo naongea mimi hata siyaelewi? Mimi sijui chochote. Na watu nawazungumzia mimi hata siwajui. Wala mjukuu wako mimi simjui. Kama nilivyokuambia, mimi ni mwokota makopo taira. Kumbe unapenda utaira eh? Ngoja nikupe. Mzee bwana, bai naenda kuoga. Doli vipi? Umefanikisha? Doli hebu acha ujinga basi, kwa serious bana. Nakuuliza vipi umefanikisha kupata nguo ndani ya yule mtoto? Ndiyo, nimefanikisha. Ewa. Haya, nipatie nikamalize hiyo kazi haraka. Nikupatie? Kwani ulinituma nini? Nimekumbuka. Nishakumbuka alichonituma. Ngoja nikupe. Nataka nikupe. Wewe vipi? Mama, Doli. Doli? Doli amefanya nini? Mimi mwenyewe hata sielewi yani. Lakini Doli kashakuwa kichaa huko. Unasema? Doli awe chizi. Ni nani atakayeingilia kati kazi yangu mimi? Ni nani asiyenijua mimi? Wewe itakuwa wewe umechanganyikiwa, hujamwangalia vizuri. Mama samahani. Sikukwambia hili. Lakini nilipokuwa nafanya kazi ya kuchukua kivuli cha yule mtoto, kuna mzee sio alitokea wapi yani. Si yule ni mganga wao, sio ni nani, mimi sijui. Kwa hiyo tukashindwa kufanikisha kazi yetu, mimi na Kasongo tumekimbia. Kwa baada ya kutokea hilo
nikamwita Doli leo, nikamwagiza pale, kwa sababu nilijaribu kutumia ujuzi wangu kwa aina yoyote ile niingie mle ndani nichukue kile ambacho nimemwagiza Doli, lakini ikashindikana. Kwa hiyo nikaona bora nimwite Doli, nimwagize atumie tu mbinu zake anazojua kiakili zake ili aingie pale kawaida. Lakini nashangaa kaenda akiwa vizuri tu. Pa kurudi karudi sasa hivi namuona kama kichani kavurugwa yani. Anaanza kuchukua fimbo anaanza kunichapa. Kwa mimi nahisi kabisa yani yule mzalo kuja jana yule ndo atakuwa amemfanyia hicho kitu. Kamwangalie vizuri Anko Maiti. Huyo uliyemwona wewe sio Doli. Na kama Doli basi anafanya utahile ili mradi akamilishe kazi zetu. Alafu umeniambia eti kuna mzee mmoja ambaye amesababisha kazi yetu ivurugiki. Ni nani huyo? Ni mimi hapa. Wewe ni nani? Na unasubutu vipi kuingilia kazi zangu? Unanijua mimi? Usiniulize mimi ni nani. Mimi ndo nikuulize wewe ni nani. Sababu wewe umenichokoza. Unaingilia familia yangu. Na sasa unataka kumchukua mjukuu wangu. Kumfanya msukule. Oh. Sasa hata kama unafuatilia habari zangu, unanifuatilia kila ninapokanyaga, huwezi ukabadilisha jambo lolote. Hakibadiliki kitu chochote na kuhakikishia. Kwa sababu mimi ni Bimtawa, hakuna mganga wa kuniweza, hakuna mchawi wa kunifikia. Sasa basi unajisumbua. Labda nikusaidie kitu kimoja bwana mdogo. Naomba upotee sasa hivi mbele ya macho yangu nisikuone. Ukiendelea kusimama hapa, nitafanya jambo ambalo hautaweza kusahau. Nitakugeuza kunguru sasa hivi. Potea! Mbona uelewi baba? Potea kikaragosi mkubwa wewe. Unajitaje? Kikaragosi. Sasa ni zamu yako. Vipi wewe? Mbona weseka? Baba, nimeota ndoto mbaya sana. Ndoto ya kutisha. Eti mimi pamoja na dada Aisha na marehemu mama tulikuwa wachawi na tulikuwa tunasumbua watu tofauti tofauti. Kifupi tulikuwa tunaoa watu tofauti tofauti yani. Kwenye hiyo ndoto wewe yani haukuwa baba yangu, ulikuwa familia nyingine kabisa. Yani familia tofauti na hii hapa. Kwa hiyo wewe ukawa unapambana na sisi kudhibiti. Kwenye hiyo ndoto wewe ukambadilisha dada Aisha akawa kichaa. Sio alikuja nyumbani kwa mwanao, sio kama anafanya vitu gani yani. Ndio hapo ukambadilisha akawa kichaa kama mtu akucheka cheka tu ovyo ovyo. Sasa ile jambo likawa nimelijua, nikakimbia haraka kumpelekea taarifa marehemu mama. Mama huyu mama yangu pamoja na dada Aisha eti nilikuwa nazungumza naye ana kwa ana. Sasa wakati namuelezea hilo jambo, wakati naye anafoka anauliza nani anaweza kupambana na sisi, ndio wewe babu katokea na kusema ni wewe. Ukawa umemdhibiti na yeye vile vile. Sasa baada ya kumdhibiti yeye ukaanza kunifuata mimi. Sasa sijui unataka kunifanya nini? Ndio hapo sasa nikaa nimestoka. Sio unataka kuniua, sielewi sababu ilikuwaje yani. Na najaribu kufikiria babangu, hii ndoto sijui ina maana gani? Kwa sababu ulikuwa na nguvu za ajabu na ulikuwa unapambana kusaidia watu. Sikia mwanangu.
hizo ndoto za mchana tu, zisikutishe. Afu usisahau nilikwambia ndoto ziko za aina hizi 2. Ndoto ya kwanza ni ndoto ya kishetani. Ndoto ya pili ndoto ya Mungu. Sasa hiyo uliota wewe ni kishetani. Lakini pia nilikushauri kitu kwamba unapoenda kulala wewe unaomba dua kwanza. Ukiomba dua maana yake nini? Unakuwa umejikabidhi kwenye mikono au kwenye ulinzi wa Mungu. Na hii inakufanya wewe usiote ndoto za kishetani tena. Lakini ukilala kama gunia tu limetupwa pale, lazima vikuje vitu vichafu kama hizo ndoto zote. Sasa jitahidi sana kufanya dua kila unapoenda kulala. Lakini pia hiyo ndoto huenda ikawa kama kengele ya kukuamsha, kwa sababu hata muda wa ibada umekaribia. Hivyo basi unaweza kwenda kujiandaa twende msikitini. Sawa baba, nimekuelewa. Ila kusema kweli, ile ndoto ilikuwa ya kutisha sana. Mimi na dada Aisha pamoja na marehemu mama tulikuwa tunafanya vitu vya ajabu mno. Na kama unavyojua baba, hakuna dhambi mbaya kwa Mwenyezi Mungu katika imani yetu kama shiriki. Hivyo hata nikimaliza kuswali itabidi niombe dua. Yaani Mwenyezi Mungu atuepushie mbali hii ndoto isitimie baina yangu na dada Aisha kama zilivyo mbali baina ya magharibi na mashariki. Vile vile baba, leo itabidi nimwombee dua pia marehemu mama huko alipo. Mwenyezi Mungu azidi kumpunguzia adhabu ya kabri na mjalie kauli thabiti. Halafu pia kama ulivyosema baba, wewe kweli ilikuwa kama kengele ya kuniamsha. Maana nimekumbuka hata leo ni zamu yangu kuadhini pale msikitini. Hivyo acha nijiandae haraka ili tuelekee msikitini. Si unaona sasa? Kama nilivyokuambia, hiyo imekuwa kama ndio alamu ya kuamsha au kukumbusha. Sawa, unaweza kaenda. Dada Aisha, asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Afadhali tena nimekuona. Nilikuwa namsimulia baba hapa. Yaani nimeota ndoto mbaya. Eti mimi na wewe tulikuwa wachawi. Yaani tulikuwa tunapaa angani. Shwa! Wewe, ndoto gani hizo ananiotea mimi jamani? Ndoto za ajabu tena za kijinga. Kwani usiniotee mimi dadako, labda nipo ndani ya ndege naendesha, nipo kwenye jumba zuri la kifahari, au nimwajengea watu msikiti. Ungeniotea ndoto kama hizo. Saona mimi ndoto gani unaniotea? Tuna si bora mimi. Nilikuwa tu mchawi wa kawaida. Yaani ulikuwa mchawi taila. Yaani kwa nacheka tu ovyo ovyo. Baba, unamwona mwanao, mimi nitampiga ujue. Umpige nani wewe? Ukiambiwa nini sasa? Sasa mimi nashindwa kukupiga unakimbia nini? Mimi nashindwa kukimbiza. Kwa miguu gani? Uncle.